Karibuni sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana yu mwema wakati wote. Asante sana. Nichukue fursa hii kuwakaribisha wana na binti za Mungu katika changizo hili kwa ajili ya kupata vyombo vya Injili. Amina jamani. Hebu tupungiane mkono. Lakini habari njema ni kwamba sisi wote jamani chakula kipo. Amina Na chakula cha namna hii huwa asilimia kubwa inakuwa ni wali. Kwa hiyo msio na wasiwasi. Unajua nilikuwa natafakari siku moja huyu aliyezindua au aliyeanzisha wali. Labda asingekuwepo wali, usingekuwepo tungekuwa tunaishi vipi jamani Unajua kizazi hiki hamwezi mkaelewa thamani ya wali isipokuwa sisi watu wa zamani. Zamani kula wali ilikuwaga sikukuu hadi sikukuu. Na mchele fulani ulikuwa unaitwa mdundiko. Tumchele fulani tukipika tudogo tunakuwa afu unavimba unakuwa mwingi. Unaona bana? Ndio thamani ya wali. Kwa hiyo jamani msio na wasiwasi, wali upo. Amina jamani. Kuna kisa kimoja, sisi siku moja tulikuwa tumekaa kama miezi 6 bila kula wali. Sasa siku hiyo bahati nzuri tukafanya kibarua cha kubonda mahindi, alafu tukapata fedha tukanunua nini jamani? Tukanunua mchele ili tupike wali. Tulikuwa kama wawili hivi. Sasa tulipopika ule wali ule, wakaja jamaa 6 kupiga story. Alafu wali vibaba viwili tu. Alafu watu 6 wamekuja kupiga story. Sasa tukabidi tusiupakue kwanza ule wali. Tukatulia kwanza. Baada ya kutulia, wale jamaa nikaongea na yule mwenzangu kwamba tujifanye tumelala ili wafanye yule jamaa waage. Kwamba bwana sisi tunaondoka sababu mmechoka na usingizi. Alafu baadaye tutakula ule wali. Tulipokuwa tumejifanya tumelala, wale jamaa hawakuondoka kwa wanapiga story. Wa kwanza akaanza kusimulia kuhusiana na simba. Ukikutana na simba, simba inaangalia kidole cha mguuni, kama unatetemeka tu basi simba inakuvaa. Huyo jamaa akasimulia kuhusiana na simba akamaliza akaja kusimulia mtu wa mamba. Mamba ikikunasa mtoni, wewe kaa tu usitikisike. Mamba itajua kwamba huu ni mti itakuachia. Akasimulia wa mamba Ikafika saa 5 usiku. Sasa sisi njaa inauma. Ule wali makaya ambao tuliweka pale juu yale ule mkaa ule kupalilia nadhani mnafahamu yaani ukawa majivu kabisa. Sasa ndipo ambapo tukatoka nje nikamwambia yule rafiki yangu kwamba sasa bwana cha kufanya hapa kwa sababu jamaa hawaondoki. Tukifika pale tupakue wali upawa huu mmoja. Alafu tusambaze kwenye sinia. Alafu tuwakaribishe ili wale. Wakisha kula, wakiondoka ndio tutapakua sisi tule. Basi tukafanya hivyo. Wale jamaa sasa wakasema tulipowakaribisha hapo tumefika saa 6 usiku. Wakasema bwana sababu nyewe mnataka muanze kula. Sasa sisi tuondoke. Tukasema bwana mle chakula. Wakasema hapana sisi tumeshiba. Tulikuwa tunapiga tu story. Kwa kweli tuliona aibu sana. Kwanza tuliteseka. Yaani ilikuwa ni aibu kubwa sana. Tuliteseka. Alafu tukala chakula cha baridi sana. Yaani moto umezimika kila kitu. Kwa hiyo jamani thamani ya wali sisi wazee wa zamani tunaijua. Siku hizi wali tu ukienda sokoni unaokuta, lakini zamani kwa shida. Kwa hiyo jamani niwapende kuwatoa hofu kwamba chakula kipo na chakula chenyewe ni wali. Amina jamani. Basi nichukue fursa hii kuwakaribisha wana na binti za Mungu katika zoezi hili. Kama nilivyosema naitwa Mzee Lawena Nsonda au baba mzazi toka Makongolос Chunya. Kunapenda unaita baba mzazi baba mimi niko pale Makongolос ni kwa cheo cha kanisa mimi ni mzee wa kanisa. Amina jamani. Tena mzee wa kanisa kiongozi. Amina jamani. Wajua watu wakiteuliwa kuwa wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, si unajua wanafurahi wanaambia hadi watu mimi ni mkuu wa mkoa. Lakini nashangaa wana na binti za Mungu ukichaguliwa kuwa labda shemasi unatia huruma, mzee wa kanisa unatia huruma. Wewe ndio sisi ni wafalme tuko kwa Mungu kwa hiyo lazima mimi huwa najidai na cheo changu. Amina jamani. Siku moja nilikuwa mzee wa kanisa, afu nikaja nikashuka mpaka kuwa bawabu. Unaona bwana? Nilipokuwa bawabu nilifanya kazi kwa bidii sana. Unajua nilifanyaje? Nilikuwa nakaribisha watu, si nafanya nini na nini, na upeka kwenye kiti, na kukaribisha vizuri kabisa. Sasa siku moja kwa kukaribisha tu wageni nilikula wali. Amina jamani. Unajua ilikweje? Nilienda sehemu moja inaitwa Mkwajuni wilaya Songwe kule. Kufika kule nikamkuta jamaa mmoja akanikaribisha, akanisalimia, akasema bwana twende hotelini bwana. Akaagiza wali pale nikala. Sasa baadaye nikamwambia bwana sikufahamu. Akasema siku moja
nilikuwa pale Makongos, ulinikaribisha vizuri sana kanisani. Kwa ndio maana wewe nimekununulia nini? Wali hapa. Kwa hiyo kwa ajili ya ubawabu tu nikala wali. Amina jamani. Kwa hiyo sasa kila kazi unayopewa kanisani haitakiwi kununa, inatakiwa unafurahia. Na mimi nikienda sehemu yote najidai kwamba jamani mimi ni mzee wa kanisa. Amina jamani. Asante sana. Basi leo bila kupoteza muda tuna changizo kwa ajili ya kununua PA system kwa ajili ya kazi ya Bwana. Amina jamani. Sasa nitawapa kitu ambacho cha mfano. Hicho kitu cha mfano kinaweza kutusaidia pia hapa leo kanisani Mbeya mjini, ili tuweze kufanikisha na kuweza kuondoa hili tatizo. Amina jamani. Pale Makongos tumeanzisha ujenzi wa kanisa la ghorofa. Amina jamani. La kutosha watu 1000. Injinia tayari na tumeshaweka bango na tumeshamwaga kokoto na mchanga na mawe na mashimo yameshachimbwa na injinia ameshaanza kulipwa fedha. Sasa hizo fedha sisi hatujatoa sehemu yoyote zaidi ya washiriki wenyewe. Tulifanyaje? Tulikusanya washiriki ndani ya kanisa, nadhani tunafahamiana Kwa hiyo tukusanya na washiriki wenye kanafuu fulani kama maisha. Nikisema hivyo mmeshanielewa, si ndio jamani? Sasa wale washiriki tukakubaliana wao waweze kutoa shilingi milioni 10 kwa mwaka. Bila shaka jamani, tunaona wageni wetu wanaingia, na nipende kuwakaribisha sana wageni wetu na msafara huu. Karibuni sana na Mungu awabariki sana. Karibu sana baba mzazi, karibu sana baba. Asante sana. Basi bila shaka jamani, kama unavyojua tena itifaki imezingatiwa. Tuna wageni ambao wameshatufikia. Mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo la Mbeya ameweza kutufikia hapa. Kwa jina anaitwa Patrick Adkin Mwalunenge. Mimi binafsi nilifahamiana naye Chunya kama miaka 4 au 5 imepita, 4 kama 3, kwenye msiba wa mtoto wa Sauli Mwaisenye, na Geoffrey Mwankenja ndio alinitambulisha kwamba huyu ni baba mzazi Lawena Nsonda Makongos. Naam, bila shaka mheshimiwa ameshakumbuka kabisa. Na mimi jamani, na bahati kidogo ya kukaa jirani na wakubwa. Amina jamani. Kwa hiyo nipata heshima hiyo siku hiyo. Basi baba mzazi, karibu sana baba. Baba, asante sana. Baba mzazi ni mcha Mungu na anapenda kazi ya Bwana, na nimekuwa nikimshuhudia kupitia YouTube mbalimbali akijitolea kwa ajili ya kazi ya Bwana. Amina jamani. Lakini kusaidia wasiojiweza, na juzi tu nilifuatilia kwa vyombo vya habari walishirikiana na mheshimiwa Tulia kwa pamoja kusaidia vitu mbalimbali. Kwa hiyo mimi namfuatilia sana. Amina jamani. Leo tunashukuru kwamba ameacha mambo yake yote. Jimbo la Mbeya mjini ni kubwa, watu wengi wanamhitaji, lakini leo tuko naye hapa kanisani. Lakini ningependa kumtia moyo mheshimiwa huyu pamoja na sisi washiriki. Wajua mimi binafsi nilikuwa mtu wa kwanza kuwa nalalamika kwamba jamani, leo wameniletea barua ya sendofu, kesho wameniletea barua ya mchango, kesho niende kanisa la Luslani, kesho niende sio na nini. Lakini siku moja nilikuja nikapata somo moja hivi kwamba unapoona unakuwa unaitwa au unaalikwa sehemu yoyote, baba mzazi Lawena Nsonda, usiumie wala usikasirike. Anasema Mungu amekuwa anapitisha kipaji, anapitisha wewe unakuwa wakili wa kusimamia hawa watu ambao Mungu ameweka kwa ajili yako wewe. Akatolea mfano yule mhubiri ambaye nilikuwa nikimsikiliza kuhusiana na muhindi, kwamba unaweza kwenda shambani umepanda mahindi, ukishafika pale hautachuma muhindi mteta, utachuma muhindi ambao umekomaa, ndio ambao utauchuma ili ukauchome alafu hatimaye ule. Kwa hiyo kumbe ule muhindi umechumwa kwa sababu umekomaa, na utachumwa utaenda utachomwa pale kwa sababu umekomaa. Ule utafuna kosa la ule muhindi kwa sababu umekomaa. Utaumeza tumboni, utakutana na asidi kwa sababu umekomaa. Utatoka utaenda chooni ule muhindi kwa sababu muhindi umefanya nini? Umekomaa. Kwa hiyo kumbe sisi kwa sababu sasa tunakuwa tumeshakomaa, unapoona unaitwa kwa sababu umekomaa. Amina jamani. Hiyo namba 1.
Lakini namba 2, kitu ambacho sisi washiriki tunachotakiwa kuweza kukifahamu ni kwamba Mungu anakuwa na makusudi maalum kwa ajili ya kuweza kujitolea au kufanya kazi yake, na ndio maana anakuwa anatulinda na kutujalia kuwa na afya njema, na ulinzi wake unakuwa pamoja na sisi. Ukitaka kujua hili, siku moja pale nyumbani kwangu nina garden. Siku moja nikaona mtunza ile shamba amechukua mti, ameweka kwenye ule mti wenye unakuwa namna hii, ameweka kwenye mgomba. Nikamwambia, kwa nini umefanya hivi? Akasema, kwa sababu huu mgomba baba umezaa ndizi. Kwa hiyo ukiuacha hivi hivi utaanguka. Ndio maana tunauwekea nini? Tunauwekea mti wa namna hii. Nikashangaa sana, lakini nikapata somo pia kwamba kumbe tunapokuwa tunafanya kazi ya Mungu, kazi ya kujitolea kwa ajili ya kazi ya Bwana, Mungu anakuwa anatuwekea egemezo la kutushikilia. Amina jamani. Unashangaa kwamba nimenusurika na ajali, watu wote wamekufa, nimepona mimi. Kumbe Mungu anajua huyu ni mtoto wangu, ni mtu ambaye namtegemea katika utoaji, alafu theni anakuwekea vile vitu vya kukulinda, vya kukushikilia, vya kukuprotect na vitu mbalimbali. Kwa hiyo hilo ni kitu ambacho tunapaswa kuweza kukijua. Lakini nilikuwa na kijana wangu pale ofisini kwangu. Yule kijana wangu alikuwa na marafiki wengi na simu yake ilikuwa busy sana, kwa sababu ana fedha, anasaidia ndugu zake na vitu mbalimbali. Yule kijana siku moja alikuja kuondoka pale kazini, sababu akajiona yeye ni mtu star sasa. Akapigika kule, akaomba msamaha rudi tena kazini. Aliporudi kazini, kitu alichoniambia, alisema, mzee, simu zangu zote zilikuwa hazipigwi tena baada ya kujua nimeondoka wapi? Kazini. Anasema, nilichukua simu nikaipeleka kwa fundi. Nikamwambia, fundi, simu yangu imeharibika. Fundi akasema, imeharibika nini? Akasema, mtu akipiga haiti, wala hata message. Unajua kumbe hata Vodacom wale ni wajanja. Zile message wanatuma, sijui ndugu mpenzi, sijui kutokuwa na kifurushi. Kama unaona hawapigi wala ongezi voucher, hawatumi zile message, hawangaiki na wewe tena kabisa. Sasa akasema hata message watu wakituma hizo message hazifanyi nini? Haziingii. Yule fundi alikuwa mstaarabu, akachukua simu yake, akaipiga kwa yule namba yule dogo. Ile simu ikaita. Akachukua simu, akatuma message zikaingia. Akamwambia, dogo, kwani tatizo liko wapi? Akasema, mimi nilikuwa nafanya kazi kwa baba mzazi pale, lakini baada ya kuondoka watu wote kujua kwamba nimeondoka pale, basi ndio maana hamna anayepiga simu hata mmoja. Kwa hiyo niwaambie kitu kimoja, ndugu zangu, kama tunafanya kazi ya Bwana, tutapata kitu kinaitwa kwamba kwamba Mungu anakuwa anatuchunga. Kama vile dogo yule ambaye sasa simu ilikuwa haiti. Kwa hiyo hata sisi kama tukiacha kazi ya Bwana na tukaona kwamba sisi ni watu fulani hivi ambao ukiambiwa labda kazi ya Bwana leo kujitolea, leo unakuwa haupo. Unaambiwa sijui kuna kazi ya Mungu, unaona kama haiwezekani na vitu mbalimbali, kwamba simu jamani zitakuwa haziiti tena kwetu. Amina jamani. Kwa hiyo leo tumekuja hapa kwa kazi maalum. Tufanye mheshimiwa naye tuko naye hapa, anajua kabisa kwamba amekuja kwa ajili ya changizo na kununua vyombo vya Injili. Lakini amekuja, si ndio jamani? Na hata sisi tunaambiwa leo tunachangia vyombo vya Injili. Lakini tumefanya jamani? Tumekuja. Kwa hiyo ndio kitu ambacho kinatakiwa. Sasa bila kupoteza muda, nilikuwa nasimulia kuhusiana na ule ujenzi wa kanisa la Sabato pale Makongos, jinsi ambavyo tulifanya. Tuweza kuitisha watu wenye nafuu. Tukwambia bana nyie watu kama 35 mtatoa milioni 10. Wao wakafurahi sana. Alafu tukwambia nyie watu 20 mtatoa milioni 5. Watu wale wa milioni 5 wao kama watu 5 wakasema tuhamishe na sisi kutoka milioni 5 tupeleke kwenye milioni 10. Unaona bana? Na tuliwapa kama miezi 6 hivi watakuwa wameshamaliza kutoa. Yaani mtu atoe kidogo kidogo kwenye faili lake pato walipunguza. Baada ya hapo tukapata kama milioni 400. Amina jamani? Ila ni washiriki ndani ya kanisa. Kwa hiyo sasa leo nimepokea majina hapa kama 53. Nikawa nimemwambia kiongozi kule, baba mchungaji, kwamba kwa mfano hawa sisi tuna shida na milioni 50 leo. Hawa watu 53 wakatoa labda milioni 1 tu, tunakuwa tumeshavuka goli. Si ndio jamani? Mheshimiwa wetu hapa labda atatuchangia labda sasa kwa ajili ya gari la system la kuwekea hivyo vyombo na vitu mbalimbali. Sisi tunakuwa tumeshasaidia kwenye kununua hivyo vyombo. Kwa hiyo ndugu zangu, sasa nilikuwa nafikiria nianze kitu kimoja. Badala ya kuweza kuwasoma hao watu wapite hapa mbele na kuweza kutuwakilisha kabla mheshimiwa, mimi nilikuwa nafikiria kwamba tuanze na watu ambao
watakuwa wako tayari. Tuanze ambao watakuwa wako tayari kutoa shilingi milioni 2. Tumekubaliana tutatoa kidogo kidogo ndani ya mwezi mmoja ili tuweze kujua majina yao na kujua figa ni shilingi ngapi tumepata. Alafu hatimaye sasa tutaendelea na watu wa milioni 1, watu wa 500,000, tutazijumlisha tujue tumepata shilingi ngapi. Au mnaoneje watu wa Mungu? Maana jamani, hii demokrasia. Au mnaoneje watu wa Mungu? Wangapi wanakubaliana na hili jambo? Amina, tuseme amina jamani. Au wale ambao wanasema kwamba labda tungeita majina. Nione labda mikono pia. Wanaosema tuite majina. Asante sana. Basi tutaanza na watu ambao tutachukua mfano wa makonglosi ambao wao waliweza kujitolea sasa na sisi tuweze kujitolea kwa njia hiyo kuja kujua jinsi gani ya kuweza kufanya. Lakini kabla yote hatujui, kuna wengine pia ni wageni. Kwa mfano tunaye hapa ni mgeni. Hatujui adhima au lengo la hii hafla ya kuweza kuchangia kupata vyombo vya Injili ni nini? Ni vyombo gani ambavyo vinatakiwa? Je, kumbe kuna mmoja anaweza akajua analispika tu nyumbani, labda kinatakiwa nilispika tu alilete. Ni vyombo vya namna gani? Sawa jamani Basi tamkaribisha mtu msoma risala aweze kupita hapa mbele na kuweza kusoma hiyo risala, afuatimie tujue mambo yanavyoendelea jamani. Jamani. Karibu sana baba mzazi baba. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mwana kondoo ameshinda. Fuatayo ni risala fupi kwa mgeni rasmi katika siku maalum ya mawasiliano Big Day tarehe 14 Machi 2026. Ndugu mgeni rasmi, Mheshimiwa Patrick Mwalunenge, mbunge jimbo la Mbeya mjini, viongozi wote walioandamana na mgeni rasmi, wachungaji, waalikwa, washiriki na waumini wote, Bwana Yesu asifiwe. Awali ya yote, tunatoa shukrani za pekee kwa Mungu wetu wa mbinguni kwa kutujalia afya na uzima hata tukafika hapa kanisani. Ndugu mgeni rasmi, tunatoa shukrani za dhati kwako binafsi kwa kutenga muda wako wa thamani kwa ajili ya tukio letu la leo la changizo la mawasiliano Big Day. Ndugu mgeni rasmi, Kanisa la Waadventista wa Sabato Mbeya mjini linazo idara nyingi ikiwemo idara ya mawasiliano ambayo imekuwa ni mbaraka mkubwa kwa waumini ndani ya kanisa, nje ya kanisa letu, lakini pia kwa jamii kwa kutoa habari na matukio mbalimbali ya ibada, vipindi mbalimbali vya kuelimisha kupitia YouTube channel ya kanisa kwa kusudi la kueneza Injili na kuleta mabadiliko ya kijamii. Ndugu mgeni rasmi, katika kuboresha huduma ya mawasiliano ya kanisa letu, idara ya mawasiliano mwaka 2023 ilinunua kamera moja yenye thamani ya milioni 8 pamoja na computer desktop na laptop zenye thamani ya shilingi milioni 4 kwa pamoja. Pamoja na hiyo iliweza kununua TV kubwa za ukutani ambayo tunaitumia hapa kanisani kwa ajili ya projection za ukutani. Hayo ni mafanikio yaliyopatikana toka mwaka 2023 hadi mwanzoni mwa mwaka huu 2026. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na mafanikio hayo machache, tumekuwa na changamoto mbalimbali hasa uhaba wa vifaa ambavyo ni sehemu ya vitendea kazi katika idara ya mawasiliano na hivyo kushindwa kupeleka ujumbe na mafundisho mbalimbali kwa ulimwengu na jamii kwa ujumla. Ndugu mgeni rasmi, vifaa vinavyohitajika ni kama ifuatavyo. Moja, video switcher moja ambayo inagharimu kiasi cha shilingi milioni 1.5. Kamera Sony HXR NX200 ambayo kila moja inagharimu milioni 6, kwa mbili inakuwa milioni 12. Inahitajika pia stendi kamera 2 ambayo kila moja inagharimu 1,158 na kwa mbili jumla inakuwa 316. HDMI cable ya mita 45 mbili ambayo moja inagharimu 80,000, kwa mbili inakuwa 160. PA system moja ambayo hii ni seti inagharimu milioni 35. Nauli ya vifaa vyote kuvisafirisha vinakonunuliwa kuvifikisha hapa inagharimu milioni 1 na 24,000 ambapo jumla kuu inakuwa milioni 50.
Ndugu mgeni rasmi, tukio letu la leo linalenga kipekee kufanikisha upatikanaji wa fedha kiasi cha shilingi milioni 50 kama zilivyotajwa hapo juu. Kipekee tunakushukuru sana sisi kama kanisa kwa kazi yako njema na utendaji kazi wako katika matukio mengi katika jimbo letu la Mbeya mjini. Ombi letu kwako ni kuomba utuunge mkono kwa kutuchangia ili tuweze kununua vifaa hivyo kwa ajili ya kufikia jamii ya Watanzania kwa neno la Mungu, mafundisho mbalimbali ili kujenga jamii yenye hofu ya Mungu kwa ustawi wa taifa letu. Ndugu mgeni rasmi, kanisa linakuombea utekelezaji mwema wa majukumu yako ya kuwahudumia wananchi katika jimbo la Mbeya mjini na taifa kwa ujumla. Tunasema asante na tunakushukuru sana kwa ukubali wako na kufika katika tukio letu la leo. Bwana akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atukuzwe. Basi nakushukuru sana msoma risala. Mungu akubariki sana. Bila shaka mheshimiwa mgeni wetu rasmi anapokea pale na pokea msoma risala. Nashukuru sana na ameweza kusikiza kwa makini kabisa risala yetu. Kwa hiyo mimi nataka tuweze tuanze sisi wana na binti za Mungu wapaka mafuta wa Bwana, afu then tutaangalia pale tupofikia ndipo ambapo mgeni wetu rasmi ataweza kutumalizia. Lakini kama nilivyosema, tukio hili linarushwa live, lakini pia tuna mwandishi wa habari kama mtakuwa mmemsikiza, anaitwa Ezekiel Kamanga. Tuko naye huko ndani leo. Bila shaka tukio hili pia mtalipata kwenye YouTube na sehemu mbalimbali. Amekuwa akitangaza pia kwenye redio zaidi ya 50 Tanzania. Nadhani wale vijana tulikuwa kule Forest mwaka huu, bila shaka mtakuwa mliona kwamba mambo yalikuwa yameenda sana. Kwa hiyo tukio hili tulifanya kwa ukubwa zaidi ili pia jina la Bwana liweze kuhimidiwa. Basi tutaanza jamani na watu ambao wao watasema kwamba mimi ndani ya mwezi mmoja au tutakubaliana hata miezi miwili sio mbaya kwamba tutatoa shilingi milioni 2, basi uweze kupita hapa mbele, tuchukue majina yao, alafu then tuendelee, tujue tumefikia wapi. Unajua kilio unaanza mfiwa kwanza, alafu watu wa mbali wanafanya jamani wanafuata. Hawezi ukaja kutoa watu toka mbali ukaanza kulia, alafu wewe mwenye msiba umetulia tu. Inakuwa si vizuri. Sawa jamani Kwa hiyo nikaribisha sasa wenye milioni 2 ambao watatoa milioni 2 waweze kupita hapa mbele ili hatimaye tukimbize zoezi letu hili, alafu hatimaye tukale wali jamani. Amina jamani. Asante, tunaweza pita hapa mbele. Basi kwa sababu hakuna, basi tuende kwenye milioni 1. Bila shaka wasatakuwa wengi. Wa milioni 1 tupite hapa mbele. Ndani ya mwezi mmoja tutakuwa tumeshapata hiyo fedha kwa dhati kabisa toka moyoni, ili tuweze kujua jinsi gani ya kuweza kutoa hizo fedha. Wa milioni 1 tuje hapa mbele. Asante sana baba mzazi, baba. Baba. Karibu sana. Baba, karibu sana. Basi jamani, nimesema ambao tutatoa ndani ya mwezi mmoja hiyo milioni 1. Tufanye kazi ya Bwana. Kama sieleweki mnaweza mkaniambia, kwa sababu kuna sehemu niliwahi kwenda nikawa naongea watu wananiangalia tu. Basi baadaye nikamfuata mtu mmoja akasema unaongea haraka haraka hawakuelewi. Bahati nzuri nikabadilisha Kiswahili, nikaongea Kiswahili cha kueleweka, Kiswahili cha Kizanzibari. Zanzibari kule unajua wanaongea taratibu, na ndio maana watangazaji wa mpira kule Zanzibari hawapo, wanatoka bara wanakwenda kule kwa sababu mpira unaenda unatangazwa haraka haraka. Kwa hiyo nikaribisha jamani watu wa shilingi milioni 1. Yahe kama wajiandaa kwa kutoa shilingi milioni 1, yahe waweza pita mbele. Tuwafanye haraka haraka, waliweza poa kule tu wakuta wale wa baridi tena. Ndani ya mwezi mmoja waweza kosa kweli milioni 1 shehe wangu. Jamani tufanye haraka ili tuweze kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri. Asante sana baba mzazi na baba mzazi pale. Jamani na niseme watu wa milioni 1, ina maana tukifika watu wa 53 ina maana tunakuwa tumeshamaliza zoezi. Kwa hiyo na ukisema kwamba mimi haiwezekani, na kweli haitawezekana. Lakini ukisema ndani ya mwezi mmoja hii milioni 1 itawezekana, na ni kweli itawezekana. Kuna visa vingi sana ambavyo ninavyo ambavyo vinashangaza watu ambao wanasema inawezekana na kweli ikawezekana. Kwa hiyo ukisema kwamba haiwezekani na kweli haitawezekana. Jamani watu wa milioni 1. Asante.
Haya, tumewapata hao. Sasa bila shaka nao kwenda kuwaita, kanisa zima litapita hapa mbele. Watu ambao wao watatoa shilingi 500 ndani ya mwezi mmoja, shilingi 500, basi tusimame tupite hapa mbele ili hatimaye tuendelee na zoezi letu vizuri kabisa. Tumuunge mkono mgeni wetu rasmi, naye apate nguvu za kuweza kujazizia pale palipokuwa patakuwa pamepungua. Wa 500 tupite hapa mbele. Shilingi 500, asante sana. Ndani ya mwezi mmoja. Asante sana. Asante sana baba. Basi tupite hapa mbele wa shilingi 500. Na baba. Aha, asante sana. Basi nilikuwa naongea na mheshimiwa hapa, ananikonyeza, anasema wengine miguu inawasumbua, wengine ni wanene sana, kusimama pia muda mrefu hawawezi. Kwa hiyo wanyoshe tu mikono, alafu waandishi wale waweze kuwafikia pale. Amina jamani. Lakini kuna wengine baba mwenye nyumba anawadai kodi ya nyumba. Sasa kumbe tumesema tutakuwa na TV live. Akimwona kodi ya nyumba hajalipa, alafu amepita kutoa 500, leo hataweza kulala ndani. Unaona bana, kuna vitu vingi sana ambavyo vinajitokeza. Kwa hiyo nilikuwa naomba wale waandishi sasa, naomba mnyoshe mkono wa shilingi 500 ili waweze kuwafikia kule. Lengo tunataka tujue, tutangaze tumepata shilingi ngapi, alafu then sasa tutafanya nini jamani? Tutajua, tunamsomea mgeni wetu rasmi naye atajua kwamba aongeze shilingi ngapi. Kwenye 500 pale naomba niandike na mimi baba mzazi hapo. Kwenye 500 mimi ni mgeni kutoka Makonglos, lakini nimeweza nitoe 500 sasa hizi nitanguliza kidogo hapa. Alafu then tutawasiliana kwa uzuri zaidi na zaidi. Asante sana baba mzazi, baba. Asante sana. Basi mnaweza mkanyosha mkono jamani, wawapitie kama ushauri ndio upata wa shilingi 500 ili tuweze kufanikisha zoezi hili. Maki kuna bahasha zimetolewa hapa pia, na tuweze kujua tukio la muhimu kwa ukubwa zaidi. Nilikuwa nikimsikiza mchungaji alipokuwa akielezea hapa kwamba kila mwaka tunakodi vyombo kwa shilingi milioni 10, ndani ya wiki moja vyombo vinarudi. Ina maana ni kupoteza fedha sana. Kwa hiyo tulichukulia hili swala kwa ukubwa, tuone kwamba ni jambo letu, alafu then tufanye nini? Tulifanyie kazi kwa upana zaidi. Nashukuru sana waandishi wameendelea kuandika. Pia mnaweza mkapita kule. Kuna wengine pia wanaogopa hata kunyosha mkono mama mzazi. Pale unaweza ukapita hata kwenye viti tu moja kwa moja watu wakakupata kuita. Baada hapo tutaenda na zoezi lingine. Lakini pia huku sijaona mwandishi, sijui yupo. Lengo letu nataka tusome figa mara moja. Umeitwa kule mwandishi kule. Tujue tumepata shilingi ngapi na mgeni rasmi hata tuongeze shilingi ngapi ili mambo yaweze kuwa mazuri zaidi. Basi na dakika 2-3 kwa ajili ya kumaliza hili, afu tuende na zoezi lingine pia. Asante sana. Basi kwa namna moja au nyingine sasa nitaomba niwataje watu ambao wameweza kuandikwa hapa ili watakuwa nasimama, afu mwandishi anamwendea, anajua kwamba atachangia shilingi ngapi. Kuna Elisha kama yupo aweze kusimama. Elisha, asante. Kuna Richard Mbwambo kama yupo. Asante sana, tayari. Kuna Manyasi. Asante Manyasi yule pale. Basi unaweza kaandika pale baba mzazi ili tujue baba mzazi. Afu mwisho tunataka tupate figa sasa hivi na hatimaye tutaweza kujua kwamba tumepata shilingi ngapi. Kisha tunasoma taarifa, alafu mambo yanakwenda vizuri. Afu manager wa TANROADS nadhani ni mkoa wa Mbeya.
kama kuna mtu ana taarifa naye anaweza pia akasema. Meneja wa TANROADS, basi wale ambao tuliweza kuwakaribisha hawa watu tujue tuweze kuwasiliana nao. Lakini kuna Machemba Hardware kama yotuma mwakilishi, asante sana, basi tutazidi kuwasiliana nao hawa. Lakini kuna Dr. Joyce kama yupo, basi tunakwenda na Dr. Anna, asante sana. Tunakwenda na Mayaru, tunakwenda na Gunda tayari. Okay, asante sana baba mzazi baba. Alafu tunakwenda na Genesis. Basi kuna manager wa NHIF, NHIF kama yupo. Asante sana. Basi bila shaka ameshawasilisha pale. Tunakwenda kwa Mshagila. Tayari. Asante sana mama mzazi. Tunakwenda kwa RM Kiando, huyu bahati mbaya hajapatikana hewani. Lakini sio kwamba mtaweza kumtaarifu na kumtafuta, kwa sababu pia pale Makongorosi yeye katika wale watu nilisema kwamba tumeandaa watatoa milioni 10. Yeye baada ya kumpigia simu tuko tunaongea na kirafiki tu, akasema mimi niweke kwenye milioni 20. Amina jamani. Huyu RM Kiando, na alipiga tu simu, tulikuwa tunapiga naye story. Kuna vitu vingi alinikumbusha vya maisha. Maki pia yeye ni kijana wangu, yule RM Kiando kijana wangu. Kwa hiyo sasa yeye akaidi milioni 20 pale Makongorosi. Kwa hiyo hapa pia mfuatilie zoezi pia. Lakini kuna Babito, mwakilishi wa Babito mwenyewe. Okay, tayari kumbe ameshafanikisha mambo. Na kuna Godlisten Msuya. Tayari. Amosi Mzuka kama yupo. Okay, basi tutawasiliana naye huyo. Ndo baba mzazi sasa Lawena Nsonda, bila shaka nimeshaona pale mchango wangu. Lakini kuna Andrew Anderson Mwalongo. Tayari, asante sana. Kuna Mary Fungo, basi mtamtafuta ili tuweze kujua kitu gani kinachofanyika. Lakini kuna Boazi Mwasambili, asante sana, basi ametuma mwakilishi pale, wanaweza kumwendea. Alafu kuna Dr. Naha, basi nadhani ndo anakuja huyu sasa. Dr. Naha huyu sasa anakuja, au sio jamani eti? Sawa. Unajua jamaa amenikumbusha kitu kimoja. Kuna mtu mmoja alikuwa amelala kanisani amesinzia. Sasa wakati wanatoa promotion, mchungaji akasema jamani, ambaye atatusaidia kutoa hii milioni 50, yule jamaa si alikuwa usingizini, akasimama. Watu wakamwambia amina, akashtuka nini? Wakamwambia bwana, kuna promotion ya shilingi milioni 50 na wewe ndio umesimama. Kumbe jamaa alikuwa amelala. Sasa kumbe nijua ndio Dr. Naha, kumbe jamaa tu anatoka. Lakini kuna Sadieli Nyamtema. Asante sana, basi nadhani Anosisie Salim. Lakini asante sana baba mzazi, nashukuru sana baba mzazi. Baba mzazi ni jamaa wangu sana, na yuko siku hizi nchi za nje kule. Anaulaia pacha wa Tanzania na Zambia. Baba mzazi, Mungu akubariki sana. Lakini kuna Emma Mgogo. Unajua msione nakimbiza sana haraka sababu ya kitu fulani. Sawa jamani Alafu kuna Nasani Mahaye. Okay. Basi aliyekosea huyu, aliyeandika atapatunza hapa nimuonyeshe. Kwa nini alikosea? Nathani Muhaye. Tayari asante sana baba mzazi. Baba mzazi kumbe yuko pale. Ni mzee wangu huyu, tunakutanaga sehemu fulani kwenye vikao vya online. Asante sana.
Tunakuja Dr. Mang'ombe. Dr. Mang'ombe. Dr. Mang'ombe. Asante sana. Basi anaandika pale. Kama nilivyosema jamani, ili swala tulichukulie kwa ukubwa zaidi ili tusirudie mara mbili tena. Usipange kusema kwamba labda ukifikiria matatizo, shetani anakuwekea ile matatizo kwa ukubwa zaidi. Lakini ukiona kwamba nataka nifanye kazi ya Bwana, basi Mungu anakufungulia njia zaidi. Sawa jamani niseme kwamba mimi siku moja nilikuwa pale nyumbani na gari moja inaitwa Vanguard. Ile gari Vanguard ile kuna jamaa zetu tunafanya nao biashara, aliniletea gari ya milioni 200. Akasema nimeona tu nikuletee gari baba mzazi, utanipa hela kidogo kidogo. Nikamkatalia kata na familia yangu akakataa kata kwamba tutaweza kupata milioni 200. Basi yule jamaa akasema mimi sasa nasukumwa tu nikupe hii gari baba mzazi. Yule jamaa tukamkatalia akaondoka na ile gari. Kesho yake akapiga simu. Akasema bwana, yani mimi bado tunaona nikupe hii gari. Utakuwa unalipa kidogo kidogo. Basi yule jamaa akashuka mpaka milioni 100. Kwamba atakuwa anampa kidogo kidogo tena atakapojisikia. Nikasema basi taanza sababu saizi na shida ujenzi, niko kwenye ujenzi, labda nianze mwakani. Kweli tunze ile gari mpaka mwakani. Akasema hapana, wewe lichukue tu alafu then utalipa mwakani. Basi jamaa akanipa ile gari na uwezi amini nikawa nimeshamalizia zile fedha. Kwa hiyo kumbe ukiona haiwezekani na kweli haitawezekana. Lakini ukiona itawezekana kweli. Lakini Mungu pia anapitishia watu wake kwa ajili ya kazi ya Mungu. Hivi endapo tutazikuta pale nje fedha labda milioni 50 imeangushwa pale, si tutaipeleka kituo cha polisi kutoa taarifa, si ndio jamani Lakini sasa kumbe Mungu anapitishia kwetu. Ukisema inawezekana sasa ndio Mungu anakuletea fedha sasa ili kazi ya Mungu isonge mbele. Amina jamani. Kwa hiyo wanapokutembelea pale usiseme mimi nitatoa 50,000, japokuwa ndo atulazimishi kwamba utoe zaidi, lakini pia uguswe na uone kwamba Mungu atakusaidia na itawezekana kweli. Kwa hiyo wale ambao mnaendewa nimeshawapa kitu fulani cha kuweza kuelewa. Emma Mgogo atatosha mtaja, Dr. Mang'ombe, Leonard Msendo. Leonard Msendo? Sawa tayari sana. Yohana Msobi. Tayari sana. Msa Mkami tayari sana. Yohana Sesabo. Asante. Alafu Stella Mwambogela ni dada yangu huyu. Sijui leo wajaje nadhani Nadhani toka Unika kule shule ya sekondari na msingi ya Unika. Stella Mbogela. Nadhani ndio huyo basi tutamjulisha. Lea John jina la tatu gumu kidogo. Lea John Orwenyi. Nadhani kama Kimasai hiki. Basi mtamtafuta Masegenya. Basi waandishi tutawasiliana na Dr. Shabani. Sawa. Dr. Shabani tayari pale. Dr. Baraka. Asante sana Dr. Baraka. Mr. Samson. Huyu ni Samson Sai Huyu jamani Samson Sai ni mshiriki ambaye aliongoka katika mahubiri fulani. Alikuwa na changamoto nyingi sana. Huyu jamaa aliposikia tuna mahubiri tulikuwa tunapita kualika nyumba kwa nyumba, yeye akanifuata akasema mwaka huu nitaka nijinyonge baba mzazi. Nikasema kwa nini? Akasema matatizo yamekuwa makubwa, nilikuwa na nyumba zangu nimeuza na madeni, unajua watu wale wazabu wale wanakopa fedha alafu wanaanza kulipa kidogo kidogo, lakini mambo yamebana, wakamchukua wakamweka mpaka ndani. Alipokuja nikamwambia hivi, sasa walimweka kituo cha polisi Makongo, si wakamweka kituo cha polisi Mkwajuni, wote wanaomdai. Nikamwambia sasa wewe mchukue wewe pamoja na mke wako muende mkawaambie wale watu wanaowadai kwamba mtalipa hizo fedha wala msiwakimbie. Alafu sasa sababu unakuja kanisani utakuwa mikono salama kwenye amani. Uwezi amini jamaa alishalipa madeni yake yote na yuko kanisani na ni mzee wa kanisa mwaka huu. Yaani mwaka juzi wakabatizwa na mwaka huu ni mzee wa kanisa na anasema niko kanisani nina amani kabisa. Na wakati nakuja huku sasa namuaga naacha taarifa sababu mzee mmoja tumemtuma kule Swebo, yeye ndo amebaki pale kanisani
Mimi niko hapa Mbeya mjini, akasema niwakilishe shilingi 200,000. Kwa hiyo mtamwandika Samson Sai shilingi 200,000. Amina jamani. Na yeye aliniambia kwamba kwa kumtolea Mungu, yani yeye ukisema tukishana na kutoa, yeye yuko mstari wa mbele. Na siku moja mimi nilizamini pale sabato ya wageni peke yangu. Yeye leo ilimuuma sana. Akasema kwani upate mibaraka peke yako? Naomba na mimi nichangie kiasi kadhaa. Kwa hiyo hii ni njia mojawapo jamani, kama nilivyosema, ya kujitolea kwa Mungu. Kama nilivyosema, mheshimiwa mimi nilikuwa nikimuona sana kwenye mambo ya kujitolea. Anajua siri kubwa ya kutoa. Na ndio maana unakuta Mungu anambariki na kuweza kumsimamisha, hasa kumjalia kuwa pia na afya njema. Dr. Iveta. Asante sana Dr. Iveta tayari. Jamani namalizia, nimefika namba 38 sasa. Bado kama namba 10 na ngapi tu hivi. Dr. Mujaya. Asante tayari sana. Alafu kuna jina moja gumu kidogo anaitwa Kaare Nyamwaga. Tayari, asante sana. Kuna Joeli Wanguba. Basi asante sana. Ukiona jamani kunakuwa na majina magumu kidogo, basi msiwe mnanisamea kama nimekosea, kwa sababu pia nikikumbuka kuna nisikia jamaa mmoja alikuja pale, alikuwa anapita asema kuniangalia 1,000. Unaona? Sasa hiyo watu lazima utamwangalia tu, kwani kumwangalia 1,000 si ndio jamani? Kwa hiyo ni vitu vya namna. Lakini pia nikikumbuka mimi kulikuwa na rafiki yangu mmoja, tukitaka kuwashangaza watu wasimame, tulikuwa tunaongea Kimasai. Na kile Kimasai hatukifahamu wala tujui tunaongea nini. Unaanza yero subai pangamate te salabana ngai. Kurida samara kizaida wewe. Yana ajibu naye chamarana changarori. Sabana ngwari. Yaani mnakuwa mnaongea lakini kumbe amuongee kitu chochote, ila mpaka mnashangaa na kushangaa, mpaka mnacheka na kucheka. Kwa hiyo mkiona nimekosea jamani, mtakuwa mnanisamea kidogo. Kuna Samueli Murembe. Asante sana. Kuna Tekele Makongo. Asante sana. Kuna Francis Nyagawa. Asante. Yule pale basi mnaweza kumuona. Bila shaka Francis Nyagawa, Mungu akubariki sana. Mr. Nyange tayari yule pale basi mumuone pale Mr. Nyange, ili mambo yaweze kwenda kwa uzuri zaidi na zaidi. Mr. Jackson. Asante sana. Mr. Mkaluka. Basi tutawasiliana naye. Mama Kim. Asante sana. Mr. Maoma. Mr. Maoma kama yupo basi tutawasiliana naye. Joseph Chacha kama tu mwakilishi. Joseph Chacha yule kule jamani, kwa kule mwishoni kabisa, mama mzazi, muende pale Joseph Chacha mama. Muende mama mzazi mama. Asante sana. Tuna Eda Misana. Asante sana. Tuna Mkimbili Chailo. Mkimbili jamani. Tayari Chalo. Okay. Mkimbili Chalo. Asante sana, basi tuwasiliana naye sababu anafahamika. Alafu ni Waeli Mjema, yeye nimeshaona ameshatoa tayari. Mr. Manyogela. Asante. Umeshamuona tayari. Sasa hawa ni watu ambao walikuwa wameandikwa katika ile karatasi, na ni sasa niweze kuwakaribisha watu ambao hawajasikia majina yao, lakini wao wanasema kwamba katika zoezi hili watachangia shilingi 200,000 ndani ya mwezi mmoja. Wanyoshe mkono, au kama wanaweza kupita hapa mbele wapite, au wanyoshe mkono, ambao wao watachangia shilingi 200,000 ndani ya mwezi mmoja. Ambao hawajasikia majina yao hapa. Tuko wengi hapa, tumalize zoezi. Labda niwaambie sasa, wale wa kanisani pale Makongosi, wale ambao hawakuitwa katika ile kamati
walikuja wakanalalamikia mimi kama mzee wa kanisa. Wakasema sisi mbona umetuachaje sasa? Basi nikawatangazia wote watatoa shilingi 500,000. Baada ya kuambia mtatoa 500,000, wengine wakaja wakakataa ile 500,000 wakasema tupandishe kwenye 1,000,000. Amina jamani? Wengine ni wajane kabisa, wengine hawana. Yaani na wanasema baada ya kusema vile wakawa wamefungukiwa milango ya baraka. Kwa hiyo sasa nikaribishe ambao watatoa shilingi 200,000 kwa ajili ya kuhamisha zoezi hili. Asante. Haya, wa shilingi 1,000,000 wanyoshe mikono, ambao ndani ya mwezi mmoja watapata shilingi 1,000,000. Basi mikono ile pale jamani, tuongezeke watu. Mikono ile pale, mikono iko mingi kidogo. Mikono pale, basi tuongezeke watu. Mama mzazi wa shilingi 1,000,000, unaweza kupita dawati mpaka dawati ili kuweza kumshtua mtu. Wengine wamenyosha mikono, wamekuwa wamechoka, wana na binti za Mungu leo siku ya Sabato. Waebrania 4:9 inasema imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Kwa hiyo kunyosha mkono muda mrefu pia unachoka, si ndio jamani Wakati leo ni kupata raha. Kwa hiyo basi nione hiyo mikono ili waweze kuwapitia. Shilingi 1,000,000 ndani ya mwezi mmoja tuwe tumeshakamilisha. Asante. Ambapo sasa mkono yule pale mwishoni, mama mzazi yule pale mwishoni kule, baba yule. Asante sana. Asante sana. Baada ya hiyo shilingi 1,000,000 tunakuja wale ambao watatoa shilingi 50,000. Sasa nadhani itakuwa ni mwisho kabisa, ambayo 50,000 ndani ya mwezi mmoja. Kama ukikwama basi utaniona napotoka nikuchangie pale utakapokwama. Sawa jamani nimetoka Makongos kule, nimepanda gari, nimetumia mafuta. Mke wangu ametafutia suti na nini, lakini nitakuchangia na wewe pia hapa Mbeya mjini. Sawa jamani? Ambao utakwama shilingi 50,000 ndani ya mwezi mmoja kwa ajili ya kupata vyombo kwa ajili ya kazi ya Mungu. Haya, nione mikono sasa, wale waandishi mweze kupitia. 50,000? Dada mama mzazi pale. 50,000 ndani ya mwezi mmoja. Ila huku sasa sijui ni waseme nyie nimetokea wapi jamani? Sijaona mkono hata wa laki wala wa 50. Siwasemi kwa ubaya, lakini labda au naongea lakalaka kama naongea lakalaka mweza sema mie nipunguze sauti. Labda pia Kiswahili cha Zanzibar kule mkipati naweza kuongea Kichaga. Aisee kule chali yangu. Sasa sisi tunataka tuchangie kupata vyombo kweli. Lakini kama kule nimeangalia kila nikitupia jicho huku hata sioni maana moja. Hivi mna maana gani kwa kweli? Hebu kwa shilingi 50,000 kila mtu andika hapa, chali yangu andika pale. Hebu andike hata moja kila mtu aweze kutoa 50,000. Au wao ni wanakuwa labda hawatoi wenyewe. Hebu jamangu basi andika mara moja hapo waweze tupate kitu cha kuendeleza kununua vyombo pale, mambo yaweze kuwa mazuri zaidi na zaidi chali yangu. Bila shaka mnaendelea kukamilisha. Wakati mnaendelea kukamilisha sasa, nimesema kama wewe hauna 50,000, una kiasi kidogo, basi nyosha mkono uandike alafu utaniona pale nje nikuchangie. Lakini wakati tunaendelea kujumlisha na kukamilisha, tayarika kwaya ambayo iko tayari, alafu then sasa tutamwalika mgeni rasmi kuweza kuongea nasi. Kwaya ambayo iko tayari iimbe, alafu then mgeni rasmi tutamwalika. Asante. Kwaya karibu. Nilikuwa naongea na kiongozi hapa, anasema kumbe kuna chombo kimeandaliwa hapa. Wakati kwaya inaimba, basi mwenye chochote kile atapita kuweka hapa mbele. Lakini akanikonyeza akasema kwamba wengine pia hawapendi hata kuandikwa, basi wataweka mle. Lakini kama pia una kalamu na karatasi, andika ahadi yako pale. Kama nilivyosema jamani, huwezi jua sisi tunafahamiana. Mimi kanisani kwetu pale niliacha kuwakopesha washiriki kwa sababu ukiwakopesha washiriki kanisani hawaji, wasala wewe anatudai. Kabisa ni. Kwa hiyo nikaanza kuwatembelea na kuambia madeni nimewasamea, ndio wakawa wanakuja kanisani. Sasa basi kwa njia hiyo inawezekana kuna mshiriki pia yuko huko ndani anamdai mwenzake, akaogopa kupita mbele wala kuonyesha atatoa 50,000. Kwa hiyo unaweza kaandika namba ya simu na jina lako na utatoa lini, ukaweka kwenye hiyo sanduku. Shema sitamwomba apite mbele kae ndani ya hilo sanduku, kae karibu na hilo sanduku ili watu waweze kutoa ahadi zao na michango yao pale. Wakati kwaya inaimba ili na wale mnaojumlisha tujumlishe tupate figa kwamba tumepata shilingi ngapi, hatimaye tuweze kuhitimisha zoezi letu na tukapate chakula
na maji na chochote kitu pale. Kwa hiyo karibuni sana. Hii ni kwaya inapita na kwaya Mbeya mjini hii nadhani, na mnapoimba mjue mnaimba mko na mgeni rasmi, tuko na mheshimiwa hapa, muimbe kwa nguvu zote. Tegemea baraka nyingi kutoka kwa Bwana, utokapo uingiapo, Mungu mwema kwako, mashambani mjini, atakubariki, amini atatenda. Tegemea baraka nyingi kutoka kwa Bwana, utokapo uingiapo, Mungu mwema kwako, mashambani mjini, atakubariki, amini atatenda. Wekeza maisha yako kwake Mwokozi, ni mwaminifu, atakuacha siku zote. Tafuta uso wa Bwana kungali nafasi, atakuacha uhangaike. Mungu ni mwaminifu, ameahidi, hakika nasi. Wekeza maisha yako kwake Mwokozi, ni mwaminifu, atakuacha siku zote. Tafuta uso wa Bwana kungali nafasi, atakuacha uhangaike. Mungu ni mwaminifu, ameahidi, hakika nasi. Mungu anahitaji mwili, mioyo, mali zetu vitumike shambani mwake kupata wengine. Ujitoe kwa dhati kutumika kwake, baraka tutapata. Mungu anahitaji mwili, mioyo, mali zetu vitumike shambani mwake kuleta wengine. Ujitoe kwa dhati kutumika kwake, baraka tutapata. Wekeza maisha yako kwake Mwokozi, ni mwaminifu, atakuacha siku zote. Tafuta uso wa Bwana kungali nafasi, atakuacha uhangaike. Mungu ni mwaminifu, ameahidi, hakika nasi. Wekeza maisha yako kwake Mwokozi, ni mwaminifu, atakuacha siku zote. Tafuta uso wa Bwana kungali nafasi, atakuacha uhangaike. Mungu ni mwaminifu, ameahidi, hakika nasi.
Amina jamani. Tuwape amina. Asante sana. Basi hapa ndo Mbeya mjini. Basi amina zinatoka kisomi kidogo sababu hata majina nilikuwa nikiangalia pale dokta, mara si nini, mara nini. Kwa hiyo hata amina zinatoka kidogo kiheshima, si ndio jamani Sio amina watu amina. Wajua hata vicheko vimepishana. Si mnajua kuna kicheko kama umeshiba ni kicheko cha lakini kicheko kama kuna njaa ucho kwamba na njaa. Si ndio jamani? Kwa hiyo hata amina za hapa Mbeya mjini nimeweza kuzishika vizuri. Basi ni muda mzuri tena ambapo tutamkaribisha baba mchungaji rasmi kwa kuja kumkaribisha mgeni wetu rasmi ambaye ameweza kututembelea siku ya leo, mheshimiwa mbunge wa jimbo la Mbeya mjini. Basi baba mchungaji, popote pale ulipo, nikukaribishe ili kuweza kufanya hivi. Karibu sana baba mzazi. Baba. Jamani, mnasemaje kwa huduma aliyoifanya baba mzazi? Lawena Nsonda, Bwana akubariki sana. Nilikuwa sijajua kwamba na yeye ni mhubiri mzuri. Kwa hivi Bwana akubariki kwa huduma njema uliyoifanya. Ya rafiki yangu, kiongozi wetu, mheshimiwa mbunge, hili ni kanisa la Waadventista wa Sabato Mbeya mjini, kanisa ambalo Mungu ameliweka mahali hapa. Lengo tu ni kueneza Injili, na tunamshukuru Mungu ndani ya kanisa hili tunao viongozi wanaolisimamia kanisa hili. Niwaombe wazee wa kanisa mahali mlipo, mnaweza mkasimama ili mpunge mikono yenu. Wazee wa kanisa kwa ujumla wenu, Bwana wabariki sana. Lakini pia kuna kamati ama baraza ambalo linalisaidia kanisa katika utendaji. Hawa ni wajumbe wa baraza la kanisa. Ninaomba wote kwa ujumla wenu mnaweza mkasimama ili muweze kupunga mikono yenu. Wajumbe wa baraza la kanisa kwa ujumla wenu, simameni tu. Bwana wabariki sana, Bwana wabariki sana. Mnaweza mkaketi. Kwa umuhimu japo si, niombe kumwona mkurugenzi wa idara ya mawasiliano. Atupungie tu mkono mkurugenzi wa idara. Asante sana. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya viongozi hao, wamekuwa baraka kwa kazi ya Mungu mahali hapa. Siku ya jana nilikuwa nikiongea na rafiki yako na kiongozi wangu wa kazi, mwenyekiti wa jimbo hili, mchungaji Toto Ndege Bwire Kusaga, ambaye pia ni mshiriki wa kanisa hili. Alitamani sana kuwa sehemu ya mbaraka huu, lakini kwa sababu ya kikazi askofu wetu yuko Swebo kwa shughuli maalum ya kiutume pale kanisa la Waadventista wa Sabato Swebo, na hivi alituma salamu nyingi na akatamani kwa niaba yake, yuko mahali hapa mchungaji Mshahara akimwakilisha kabisa hapo. Kwa mchungaji Mshahara unaweza yuko hapo na sadaka yake askofu wetu wa jimbo ameiwasilisha. Kwa hiyo imekuwa mbaraka na tunafurahi kuwa naye, na swala hili amelibariki, anajua kinachoendelea, na kwa kweli yuko pamoja nasi na anatuma salamu nyingi. Lakini si hilo tu, tunamshukuru Mungu pia kwa ajili ya namna ambavyo kanisa la Waadventista wa Sabato limekuwa mbaraka, si tu kwa kanisa hili mahalia, lakini pia kwa jamii kwa ujumla. Kanisa hili limekuwa likitenda vitu vinaitwa matendo yale ya kuiliona jamii. Kwa hiyo tumefikia mara kadhaa magereza yetu ya Rwanda na magereza jirani ndani na nje ya jiji hili la Mbeya. Tumefika kwenye nyumba za watoto wenye mahitaji maalum, watoto yatima. Tumefanya vitu kwenye taasisi mbalimbali, kujenga vyoo, kupeleka matenki mahali. Na itoshe tu kusema ya kwamba ni kanisa ambalo limekuwa mbaraka kwa jamii inayoizunguka,
hasa pale inapohitajika kufanya kwa ajili ya kurejesha kwa jamii. Kwa hiyo ni miongoni mwa taasisi ambazo hufanya hivyo. Pamoja na kuwa na shule mbalimbali na kufanya katika jamii, lakini bado tunamshukuru Mungu, amekuwa mbaraka wakati fulani, hata kwa damu kuchangia, hata kwa msaada wa kifedha na kadhalika, tumekuwa tukifanya hivyo. Lengo letu, rafiki yetu, kiongozi wetu, Mheshimiwa, ni kupanua kazi kwa njia ya teknohama. Ulimwengu tuliopo ni ulimwengu wa kidijitali, na kwa sababu tuko katikati ya mji, tunatamani kufikia ulimwengu kupitia vyombo vya mawasiliano. Na ilivyo bahati nzuri, leo ni siku ya mawasiliano ama siku ya vyombo vya habari vya Kanisa la Waadventista wa Sabato ulimwenguni. Na katika ratiba hiyo tukaamua kama kanisa kuliweka tukio hili pekee la kufanikisha swala la mawasiliano na vyombo vyetu katika kanisa letu mahalia. Tunashukuru kwa kutenga muda na miongoni mwa mito mingi ukachagua kutukimbilia nasi pia. Tunakukaribisha tena na tena unapopata nafasi kufika mahali hapa kuabudu kama tunavyoabudu siku zote mahali hapa. Kwa hiyo ni kukaribishe sana 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 Mheshimiwa Patrick Mwalulenge katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mbeya mjini. Mahali hapa ni mahali salama. Watu hawa wamepanga kwenda mbinguni na kwa kweli ndilo tamanio lao. Kwa hiyo utakapokuwa unaongea nao ni watu wema, wanaompenda Yesu, wanaomtarajia kuja hivi karibuni. Marafiki zangu na Mheshimiwa, nitakuomba baada ya speech yako upokee kitu kidogo tulichoandaa kwa ajili yako, pamoja na mbaraka wa speech na vyote utakavyovifanya. Lakini tunaomba uturuhusu baada ya speech hiyo, wewe pamoja na wale wote ulioandamana nao, iko zawadi tuliyoiandaa kwa ajili yao. Kwa hiyo nikukaribishe, karibu sana kwa ajili ya kusema neno na watumishi na watakatifu wa Bwana hao. Karibu sana. Tumsifu Yesu Kristo kanisa. Mwana kondoo ameshinda. Ndugu zangu wa Kristo wenzangu, wazehebu la Kisabato, viongozi, wachungaji, MC wetu uliosehesha shughuli hii, na waumini wenzangu wote, nimesimama hapa kwa mara ya kwanza nikiwa mbunge wa jimbo la Mbeya mjini. Kwa wale ambao mnifahamu, naitwa Patrick Adikini Mwalulenge. Na nafasi mbili. Nafasi ya kwanza ni mwenyekiti wa CCM kwa mkoa wa Mbeya. CCM ndio chama kinachoongoza serikali. Kwa hiyo nimesimama hapa maana yake namwakilisha rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye kwa utaratibu wa chama chetu yeye ndio mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa. Kwa kwenye level ya mkoa mimi ndio namwakilisha mwenyekiti wetu taifa ambaye ni rais Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye yeye mara kwa mara amekuwa akisisitiza sana sisi viongozi tushiriki makongamano mbalimbali, matukio mbalimbali ya wananchi na kutatua kero mbalimbali ambazo wananchi wetu wanakabiliana nazo. Kwa sababu yeye yuko pale juu, ni rais, hawezi kufika kila mahali. Kwa sisi kuwepo kwetu maana yake tumsaidie yeye kwenye level ya mikoa na wilaya mpaka huko chini, kuhakikisha kwamba ustawi wa Tanzania lakini na wana Mbeya unaendelea kuimarika kadri siku zinavyokwenda, lakini pia na kutekeleza yale
majukumu tumewekewa. Kwa hiyo nimesimama hapa kwa nafasi hiyo ya mwenyekiti wa chama, lakini pia ni mbunge wa jimbo la Mbeya mjini. Kwa hiyo ninawashukuruni sana waumini wote na viongozi wa dini ambao kwa namna moja au kwa wakati tofauti mlikuwa wengine mkiniombea, hata mnifahamu lakini mlikuwa mkiniona. Kama bwana mzee anasema tuliwahi kuonana Chunya, ni kweli kwamba tunamuombea bwana angalau ashinde wewe mbunge. Kwa hiyo nimesimama hapa ni mbunge wa jimbo la Mbeya mjini, na wakilisha mawazo yenu, mahitaji yenu kule bungeni, ili mwisho wa siku tuipate ile Mbeya tunayoitamani kama sisi Wakristo lakini na wananchi wa jimbo la Mbeya mjini. Kwa hiyo ninawashukuruni sana. Lakini nimesimama hapa leo kwa kazi moja tu ambayo imetanguliwa kuongewa hapa na mchungaji wetu, ya ili changizo ambayo kwa mujibu wa msoma risala wanaita ni mawasiliano big day ambayo inafanyika leo tarehe 14, na maelezo ya awali yanasema kwamba dhamira ni njema, kwamba ulimwengu sasa hivi uko kiganjani. Kwa hiyo nataka kufikisha injili ya Mungu wetu kwamba kila mtu aweze kuifikia, hata mtu ambaye hajaweza kuingia kanisani lakini aweze kuipata hata kupitia simu, lakini kupitia television na mambo mbalimbali. Ninawapongezeni sana kanisa. Nawapongeza sana na Mungu aendelee kuwabariki na kuwainua. Kwa sababu sisi huku upande wetu wa chama na serikali tunafanya mambo ya kidunia, kwa maana kujenga miundombinu, barabara, hospitali na mambo mengine. Lakini nyinyi viongozi wa dini kwa maana na waumini tunakusanyika hapa kwa ajili ya kujenga mioyo yetu, kutujenga mioyo ili mwisho wa siku tuende huko mbinguni. Kwa hiyo ni kazi kubwa ambayo mimi naiona ni kazi ya msingi, na bila kufanya hivyo sisi viongozi hatuwezi. Tunawategemeeni sana nyinyi viongozi wa dini na serikali na makanisa, tunashirikiana kwa misingi hiyo kuhakikisha kwamba mnatujenga sisi viongozi kiroho, ili tuweze kutenda yale mambo ambayo yanampendeza Mwenyezi Mungu na tuweze kutenda haki kwa watu wote. Haya yote yanatokana na misingi ambayo nyewe mnatujengea viongozi wa dini na kutuelimisha na kutufundisha. Tuwe na hofu ya Mungu, tuweze kutenda haki kwa kila mtu, lakini kuwatumikia wananchi wote bila kubagua kwamba wewe unatoka dhehebu gani au kabila gani. Kwa mimi bado naendelea kuwapongeza sana, na niwahakikishie kwa nafasi yangu kama mbunge wa jimbo la Mbeya mjini, lakini mwenyekiti wa chama, nitatoa kila aina ya ushirikiano kwa kanisa kuhakikisha kwamba mnafikia yale malengo ambayo mnatakiwa kuyafikia. Mungu awabariki sana. Na nimeona toka 2023 mmeanza hizo juhudi, mlishanunua wenyewe mlinunua kamera ya milioni 8, mkanunua laptop, kompyuta thamani ya milioni 4. Ni hatua nzuri. Na leo hii imefikia hatua sasa ya kuchanga ili patikane milioni 50 kwa ajili ya kutimiza lile lengo ambalo mnatamani litokee, ulimwengu wa kidijitali kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Kwa hiyo nisiwe na maneno mengi, mimi nimesimama hapa kwa lengo moja tu, kusema kile ambacho naweza na mimi nikakichangia, angalau na mimi niweze kupata hiyo baraka ya Mwenyezi Mungu. Najua yako mambo mengi na wenzangu wameshatoa hizo pledge zao, lakini mimi nikisimama hapo kwa nafasi yangu kama mbunge, ndani ya mwezi mmoja nitachangia milioni 10. Ili na mimi niweze kupata baraka hizo ya huko siku ya mwisho, hata nikiondoka duniani na mimi nikapokelewe kama hivyo tuambia mchungaji wetu. Tunafanya ya kidunia, lakini tunajua kuna siku tutakwenda kufika huko mbinguni tukaishi maisha ya milele ambayo hayo hayana kikomo, na mimi natamani kuishi maisha hayo. Lakini nimesimama hapa ndugu zangu, mimi ndo mbunge. Yako mambo mengi ambayo mnatamani yatokee kwenye jiji letu la Mbeya kwa nafasi nilionayo. Sababu tunasoma hapa mambo ya kimungu, ya mbingu, lakini kuna mambo ya kidunia ya kuulisha mwili. Kuna watu wengine wanajasiriamali, najua wanahangaika kutafuta mitaji, wengine wanahangaika maeneo ya kufanyia biashara. Niwahakikishie mimi kama mbunge nitakwenda kulisimamia hilo. Na nilishasema katika uongozi wangu nitasimamia mambo 4 na lazima niyaseme kwenu nyinyi waumini wenzangu. Ya kiuchumi, kwanza ni kuhakikisha maeneo yote ambayo watu wanafanyia biashara kwa maana masoko ni lazima yajengwe upya, yawe na hadhi yanayofanana na jiji letu hili la Mbeya.
kwa maana wakina mama wanaofanya biashara masokoni ni lazima wafanye biashara kwenye maeneo mazuri, wasipange vitu vyao chini. Lakini mvua inaponyesha wasinyeshewe mvua. Lakini wanapofanya biashara zao wasikae kwenye jua kali. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais ashasema bungeni na mipango imeshaanza, utaratibu wa kukarabati masoko yote unakuja na itafanana na hadhi ile ambayo tunatamani sisi wana Mbeya na waumini wenzangu. Lakini sambamba neno kwenye yale masoko tunaona hapo kina mama ambao wanakuja na watoto wadogo masokoni. Utamama amebeba mtoto mwingine mgongoni, mwingine akamweka chini. Hana mtu kumwachia nyumbani. Kwa hiyo tutaweka pia utaratibu kwenye masoko yote hayo, kuweka maeneo, vituo vya kutunzia watoto. Tutajenga hayo majengo ambayo yatakuwa na huduma zote, vitanda vya watoto kulala kupumzika, lakini watoto watakuwa wanakula pale chakula, milo yote watapata lishe iliyo bora, lakini na malezi ya kidini kwa dini zote. Tutakuwa na walezi pale waliosomea ubobezi wa kulea watoto, lakini tutakuwa tunaalika viongozi wa kidini kuja kutoa pale elimu ya kiimani kwa wale watoto wetu ili wakue katika misingi bora ambao tunatamani kizazi kitakokuja tuwaachie urithi ya watoto ambao kweli wao wanafanana na sisi jinsi tulivyo. Kwa hiyo mimi kama mbunge wenu nitalisimamia hilo. Lakini jambo jingine ni kuhakikisha kwamba hapa Mbeya mjini tunakuwa na shughuli nyingi za kiuchumi, sababu tayari airport tunayo pale ya kisasa ambayo ndege zote zinaweza katua. Lakini Mheshimiwa Rais amesha saini mkataba wa kuijenga upya reli ya Tazara ambayo itakuwa ni ya SGR kama ile ya Dodoma. Kwa maana yake mtu unaweza kutoka Dar es Salaam ukaja Mbeya na kurudi Dar es Salaam siku hiyo hiyo. Sasa kwa sababu treni inakuja hapa ni lazima tuwe na shughuli za kiuchumi hapa ili mtu awe na sababu kwa nini natoka Dar es Salaam kuja Mbeya, natoka Mwanza kuja Mbeya. Kwa ni lazima hapa Mbeya tuwe na soko kubwa la biashara kama vile ilivyo Kariakoo. Ili wale watu wanaotoka huko Kongo, Malawi, Zambia na Zimbabwe wasiende Dar es Salaam kununua bidhaa, waishie hapa Mbeya. Kwa maana yake mzunguko wa biashara utakuwa mkubwa, mamalisha atauza, wale wenye hoteli watapata wateja, lakini bodaboda, bajaji, wafanya biashara matunda, wote watafanya biashara kwa sababu mzunguko utakuwa mkubwa wafanya biashara. Na uwanja wetu wa ndege maana yake pale inaweza kutua ndege 10 kwa siku na mzunguko wa pesa utakuwa mkubwa tofauti ilivyo sasa. Lakini sambamba na hilo, kwa sababu bandari inakuja hapa, treni inakuja hapa, tunafikiria lazima hapa Mbeya tuwe na bandari kavu. Ili mizigo yote inayokwenda kusini mwa Afrika hawa wafanyabiashara wasiifuate Dar es Salaam. Kwa ile foleni ya malori ya kwenda Dar es Salaam, maana yake foleni itakuwa inaanzia hapa Mbeya. Kwa maana yake haya malori karibu 2000 3000 yote yanayopenda Dar es Salaam itakuwa inaanzia hapa, maana yake mzunguko wa pesa utakuwa mkubwa. Madereva watalala hapa, wauza spare watauza kwenye maduka, garage zitafanya biashara masaa 24 kukarabati magari yale. Kwa na hakika kupitia hilo pia mzunguko wa biashara na uchumi wa maisha wa Mbeya utakuwa mkubwa sana. Lakini jambo la 4, tunasimamia pia kujenga ukumbi mkubwa wa kimataifa wa mikutano hapa Mbeya. Kama wenzetu walivyofanya Arusha na ukumbi ule wa ACC Arusha, na mikutano mingi ya nchi za SADC za East Africa inafanyikia Arusha. Kwa wakija marais zaidi ya 10, rais mmoja anaweza kuja na watu wasiopungua 50 mpaka 100. Kwa maana yake uchumi wa Arusha unakuwa mkubwa siku zote kwa sababu mazingira hayo walishatengeneza wao. Lakini pia tutautangaza utalii wetu wa Nyanda za Juu Kusini kupitia wageni watakao kuja, sababu Arusha wanapata wageni wengi sana kwa sababu ya hiyo mikutano inayofanyika. Kwa sisi tukijenga ukumbi hapa mkubwa tutauita SADC Conference Center, ili nchi zote za kusini mwa Afrika siku moja Mheshimiwa Rais Samia aje afanyie mkutano hapa Mbeya na marais wake wenzake. Kwa maana yake ni nini? Kwamba uchumi wa Mbeya utakuwa mkubwa sana. Tutatangaza utalii wetu. Hii milima Kawetele hii ni pesa, ni utajiri, lakini sasa tuitumie vizuri. Kuna watu nchi zao hawajai kuona mlima. Tuna maji ya moto huko, tuna maziwa yako huko. Kwa hiyo maana yake kupitia huo ukumbi tutaweka vivutio, tutawaelekeza watu wetu wa utalii, wataonyesha mle nini tulicho nacho kwenye mkoa wetu wa Mbeya na mikoa jirani. Kwa watu wakifika pale wataonyeshwa, na mwisho wa siku kabla ya mikutano watakwenda huko na wataacha pesa, na vijana wetu watapata ajira za kudumu. Nilisema tu niongee kwa kifupi waumini wenzangu na viongozi, ili pamoja na mambo haya ya kiroho tunatengeneza, lakini pia yako mambo ya kimaisha ambayo najua waumini wetu pia wanahangaika kwenye kutafuta riziki za kila siku. Kwa mimi mbunge wenu nasema hayo nitayasimamia,
ili kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata ajira, wanaweza kujiajiri wenyewe kuliko kutegemea zile ajira za moja kwa moja kwenda kwenye maofisi. Mungu awabariki sana, asanteni kwa kunisikiliza. Jamani, mnasemaje? Kiongozi wetu, Bwana akubariki sana. Jambo ninalolisema tena, karibu tena na tena Mbeya mjini. Mahali hapa ni mahali salama kwa ajili ya ibada. Tunashukuru sana kwa juhudi ambazo zinafanywa na viongozi wetu wa nchi kwa kazi kubwa mnayofanya. Sisi kazi yetu ni kuwaombea, na ndilo jambo tulilopewa, na tunamshukuru Mungu kwa ajili yenu. Sasa hapa kuna zawadi ambayo itakuwa baraka kwako na ofisi yako. Kwa hiyo ni kuombe tu uridhie kuipokea. Mzee, karibu. Amen. Ya niombe yule shemasi sogeze chombo kwa ajili ya kiongozi wetu kutoa sadaka ya shukrani. Hii ni sadaka ya shukrani, kwa hiyo taomba chombo kije na wazini mtaikatia kama sadaka ya shukrani ambayo ameamua afanye. Lakini pia niwaombe wageni wote ambao wameambatana na kiongozi wetu, katibu, msaidizi, whatever, karibuni hapa ili muweze kupata angalau na ninyi zawadi hizi, piga picha na kadhalika. Wazee wangu wataongoza chombo hicho kije tu hapa, wataongoza wale wageni ambao si wa Adventista Sabato waliotufikia. Karibuni kwa ajili ya kupata zawadi hizi. Mzee utasogea hapa. Haya, wageni wengine ambao si wa Adventista Sabato waliohudhuria leo, karibuni. Tuna vitabu hapa kwa ajili yenu. Kama yuko, kama wapo, sogeni tu, tutagawa hivi vitabu. Mchungaji Mshahara yuko hapo. Amen. 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 Yuko miongoni. Haleluya. Amen. Haleluya. Asante sana kwa sababu ya muda tulio nao, hatutaenda sana. Bwana atubariki sana. Nitamwita mchungaji Mshahara, atakuja hapa kwa ajili ya ombi la baraka, ombi la mwisho wa kufunga ibada zetu leo. Pastor, karibu. Niwaalike tusimame. Tuombe. Baba yetu na Mungu wa mbinguni, tunakushukuru mno kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya kutunyenyekeza katika ibada ya leo. Jina lako litukuzwe. Katika wasaa huu umetupatia mgeni maalum katika tukio la leo, pamoja na ratiba nyingine nyingi alizonazo, lakini amekuheshimu wewe na kuja katika ibada ya matoleo. Jina lako litukuzwe. Ninamkabidhi mikononi mwako. Ameonyesha moyo wa shukrani kwa kutoa sadaka ya shukrani. Jina lako litukuzwe. Ninaomba ukamfanye kuwa kiongozi bora katika jiji hili la Mbeya.
Mfanye atimize majukumu yote ya haki katika wananchi hawa wa jiji la Mbeya. Yale majukumu yote utakayoruhusu yafanyike na yatendeke akiwepo, yatendeke chini ya utukufu wako. Mfanye awe bora, mfanye awe afanye kazi nzuri anapotumwa majukumu na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, akayatende kwa unyenyekevu. Asante kwa sababu ya ibada ya leo. Wote ambao wameshiriki, nenda kawabariki. Kila aliyetoa sadaka kwa ajili ya kuchangia vyombo vya mawasiliano, ninaomba baraka tele zikawe pamoja naye. Iwe ametoa kidogo, ametoa kikubwa, kwa namna yoyote, Bwana toa baraka za pekee kwa kila mmoja wetu. Na sasa mgeni wetu anapoondoka, nenda pamoja naye, mbariki, muongoze yeye na familia yake, wapatie afya njema, ili Mungu wa mbinguni katika maendeleo yanayokusudiwa kutendeka katika mji huu wa Mbeya, Mungu wa mbinguni ukabariki maendeleo hayo. Nasi tunajiachia mikononi mwako, tukiomba na kuamini kwa jina la Yesu Kristo, amen.